Kuna mwanamke mwenye alimleta kwa nyumba yangu yenye mimi nilikuwa nakaa na yeye. Huyo mwanamke alimleta kwa nyumba, alikuwa ni mwanamke mdigo huyo wa Kigiriama. Mama we, huyo mwanamke nakwambia, tulikuwa tunaishi kwa single room at that time. Mimi na bwanangu na mtoto wangu mwenye nilikuwa nimebaki na yeye. Huyu mwingine, mtoto mwingine alikuwa amepasi. Sasa ile maajabu yenye niliona kwa huyo mwanamke kwa mwili wake, ni kasichana kadogo dogo hivi, lakini hata kamejifunga mavitu vya black huko, sikuelewa ni vitu gani, vidude gani, sijui ni vya uchawi. Huyo mwanamke alitoka from nowhere kuja kwa nyumba yangu. Sasa ikawa hivyo, mume wangu nikamuuliza, yaani wewe umetembea Mombasa nzima, umeona kuniletea mdigo kwa nyumba, mchawi tena kwa kiuno amejifunga sijui mavitu gani tena. Nikasema hii sitakuvumilia. Tukakaa na huyo mwanamke akalala hapo hapo kwa hiyo nyumba. Akalala huo swali. Huyo mwanamke sasa alipolala alilala wapi? Kwa kitanda ama chini? Huyo mwanamke kwa kusema ukweli alitandikiwa na bwanangu hapo chini kwa mattress nyingine hapo chini. Akalala na yeye. Bwana hakumgusa? Ndio nasema alilala na yeye hapo hapo nikiangalia hivi. Wow. Alilala na yeye hapo chini wakifanya mambo yao bila uoga. Mwanaume mzima ana haya wala hajui vibaya. Mungu wangu. Nikawaacha siku ya kwanza. Huyo mwanaume before alale na huyo mwanamke alinikujia mimi, nikamuuliza, we una akili timamu? Yaani we utoke huko penye umetoka umemleta mwanamke wako kwa nyumba, alafu still unataka ulale na mimi? Una wazimu ama ni kichaa? Akaniambiaje, kama hutaki kitu chenye aliniambia ni kama hutaki mimi nikushike, acha niende kwa huyo mwanamke. Nikasema ni sawa, we nenda kwa mwanamke wako. Si umemleta ulale naye ama umemleta kitu gani? Kitu chengine ni gani cha kufanya? Nikasema ni sawa, nikamtolerate kwa hiyo siku, akalala naye hapo. Mimi niko macho na mtoto wangu, tuko kitandani kwetu kule, tuko hapo hapo na ni one single room, you can imagine. Okay, wakafanya mambo yao hapo. Sikushughulika. Hello guys, good morning, good afternoon, good evening and good night from Kenya, Mombasa to your countries. Mama is back again with another episode, and today I have a guest. I have a guest from here in Mombasa, and she has a lot to tell you. So guys, welcome. Hello guys. Mimi kwa majina siwezi sema, lakini kwa wale wanaonijua wacha tu wanijue. Sijui nitaanzia wapi, lakini naweza sema ni kuwa ni historia ya maisha yangu. Vile nimekuwa na mume wangu. At first tulikuwa tu vizuri, nilikutana na bwanangu. He was a caring husband. Alikuwa ni mtu mzuri, chenye ilikuwa nataka alikuwa ananifanyia. Lakini nimekaa naye kwa muda mwingi kiwa tunapendana. Juu kidudu mtu alitokezea wapi huyo? Akaingililia hiyo ndoa yetu. Wanawake ni wengi hata hivyo, najua. Sasa naweza sema ya kuwa bwanangu nilikaa naye kwa muda wa kitu kama miaka 10. Kapata watoto wawili, mmoja akapass, nikabaki na mmoja, a very beautiful angel. A beautiful angel. Na ilikuwa nawapenda wote sana, lakini tena kuna kitu kili happen. Tulivyokuwa tunakaa na yeye, tukakaa na yeye kwa muda mwingi tu, kaendelea hivyo na maisha. Sasa kuna wakati mambo na sijui naweza sema nini, ila pombe. Kuna wakati alikuja akaanza kunywa pombe hivi.
Sasa hiyo pombe pia sijui hata ni shetani gani huyo mwenye alimuingilia kwa kukunywa pombe zaidi, mpaka ikafika wakati tukawa hatuelewani kwa nyumba. Yeye akitoka kwa pombe zake anatoka usiku wa manane, akishatoka huko usiku wa manane anakuja kitu kama saa saba saa nane hapo. Bwana anataka apate kama umepika. Ndio, ilikuwa nimeshapika, nimemtayarishia kila kitu, hata mpaka na maji ya kuoga yako hapo. Lakini yeye alikuwa anataka apate kama hiyo ugali ikiwa ina ule mvuke wa moto. Kama sio hivyo bwana, mmekosana naye vibaya. Si mboga iwe tu hivyo hivyo. Sasa ilikuwa najiuliza, sasa kama unajua unatoka haya masaa, mbona huku niambia kuwa nikae mpaka hiyo masaa ifike ndo ukikuja tuanze kupika na wewe? Sasa tukaendelea tu hivyo na maisha. Yeye kila akienda anarudi hiyo kuchelewa, ananipiga, ananitukana, ananipiga, ananitukana, mpaka akinitukana anaweka wazazi wangu ndani. Hiyo kitu hata ilikuwa inaniuma sana, na ikafika mahali nikasema pengine atakuja, maybe atakuja kubadilika. Tukaendelea hivyo, nikawa namvumilia mimi, nikamvumilia. Sasa ikafika wakati tukatoka huku, tulikuwa huku Mombasa mimi na yeye, tukatoka huku Mombasa tukaenda bara. Kwanza before that, before kwenda bara, kuna mwanamke mwenye alimleta kwa nyumba yangu yenye mimi nilikuwa nakaa na yeye. Huyo mwanamke alimleta kwa nyumba, alikuwa ni mwanamke mdigo huyo wa Kigiriama. Mama we, huyo mwanamke nakwambia, tulikuwa tunaishi kwa single room at that time, mimi na bwanangu na mtoto wangu mwenye nilikuwa nimebaki na yeye. Huyu mwingine, mtoto mwingine alikuwa amepasi. Sasa yale majabu yenye niliona kwa huyo mwanamke kwa mwili wake, nikasichana kadogo hivi, lakini mara kamejifunga mavitu vya black huko, sikuelewa ni vitu gani, vidude gani, sijui ni vya uchawi. Huyo mwanamke alitoka from nowhere kuja kwa nyumba yangu. Sasa ikawa hivyo, mume wangu nikamuuliza, yaani wewe umetembea Mombasa nzima, umeona kuniletea mdigo kwa nyumba, mchawi tena kwa kiuna amejifunga sijui mavitu gani tena? Nikasema hii sitakuvumilia. Tukakaa na huyo mwanamke akalala hapo kwa hiyo nyumba. Akalala huo swali, huyo mwanamke sasa alipolala alilala wapi? Kwa kitanda ama chini? Huyo mwanamke kwa kusema ukweli alitandikiwa na bwanangu hapo chini kwa mattress nyingine hapo chini. Akalala na yeye. Bwana kumgusa? Ndio nasema alilala na yeye hapo nikiangalia hivi. Wow. Alilala na yeye hapo chini wakifanya mambo yao bila uoga. Mwanaume mzima hana haya wala hajui vibaya. Mungu wangu. Nikawaacha siku ya kwanza. Huyo mwanaume before alale na huyo mwanamke alinikujia mimi, nikamuuliza, we una akili timamu? Yaani we utoke huko penye umetoka, umemleta mwanamke wako kwa nyumba, alafu still unataka ulale na mimi? Una wazimu ama ni kichaa? Akaniambiaje, kama hutaki. Kitu chenye aliniambia ni kama hutaki mimi nikushike, acha niende kwa huyo mwanamke. Nikasema ni sawa, we nenda kwa mwanamke wako. So umemleta ulale naye ama umemleta kitu gani? Kitu chengine ni gani cha kufanya? Nikasema ni sawa, nikamtolerate kwa hiyo siku, akalala naye hapo. Mimi niko macho na mtoto wangu, tuko kitandani kwetu kule, tuko hapo na ni one single room, you can imagine. Okay, wakafanya mambo yao hapo. Sikushughulika. The next day my husband was a caring, mwenye alikuwa ni mtu wa kukea. Hata pesa za chakula alikuwa anawacha. Pesa chakula akakuachia wewe ama aliniachia mimi? Sababu mimi ndo mke wake. Aliniachia mimi na kuna vitu ilikuwa ninunue, vitu kama mchele nini za kupika pilau hizi.
Alivyoacha tukanunua hivyo vitu, huyo mwanadada huyo wa Kiislamu sasa ndio akaja kupika. Mimi sikuingia jikoni hiyo siku. Akaja kupika, akapika, alipika fresh tu. But mimi ile hasira yenye nilikuwa nayo hapa moyoni, ni Mungu tu ndo anajua. Akapika, nikamwambia pakua ukule, mimi nitakula baadaye. Nilikuwa na hasira and then tena nilikuwa na roho nzuri. Mimi ni mtu wa kuchukua yani kuvumilia machungu ya aina yoyote. Okay. Akapakua chakula, akakula, akampakulia na huyu mwanangu, wakakula. Hiyo siku ikaisha hivyo. Kawaacha hapo wakiwa wanaangalia TV, mimi niko zangu kule nje. Huyo mwanamke sasa na mwanangu wako ndani. Sasa nilivyotoka nikaenda hapo nje kupigwa na upepo. So unajua mambo ya nini ama plot vile huwa watu wako. Wanasema huyo ni nani? Naona dadako mwingine amekuja sijui nini. Mimi nayamezea tu. Ile hasira yenye niko nayo bado. Nasema laiti mngelijua, yani laiti ningelikuwa tu na yani ni vile sina moyo mbaya yani. Hata huyu mwanamke ningemwagilia sijui acid ama nimfanyeje. Ikawa hivyo. Nikadhania mwanamke. Okay. Huyo mwanamke nilivyoingia ndani alikuwa ameshamaliza chakula, wanaangalia TV. Sasa ikafika kitu kama saa 1 bwanangu akarudi. Alivyorudi akasema mmeshindaje hapa? Nikamwambia tumeshinda salama tu. Vile umetuacha ndo tuko. Hiyo jioni pia tukapika sima tukakula. Hiyo ni the next day. Sasa the following day nyingine sasa. Huyo mwanaume akaja ni kama anataka kunishika tu tena. Nikamwakia. Nikamwambia si bado una mwanamke wako hapo ndani? Nikamuuliza kwanza, huyu mwanamke ulikuja naye kwa nyumba yangu kwa lengo gani, nia gani na madhumuni gani? Ama ni mipango gani uko nayo wewe? Akaniambia mara huyu mwanamke ilikuwa nimekuja tu naye hapa akusaidie kazi, sijui ufungue kibanda. Akusaidie kazi, muwe mnauza mahamri sijui na maandazi kwa hoteli sijui nini. Ulimwambia unataka kusaidiwa kazi? Ndio hapo sasa. Yaani aliona ni kama anataka kunifungulia. Yaani hiyo mambo ya hoteli ilitoka from nowhere. Kama maid tena bibi. Ndio hapo sasa hata sikumuelewa mimi mwenyewe. Nilibaki stranded because mimi sikuelewa ni kitu gani anaongelelea. Sikuelewa ni kitu gani chenye anaongelelea. But all in all, siku ya 3 ilibidi aende. Manake nilimwakia ile mbaya. Bwanangu naye ni nani? Akatoka huko kazini akakuja akasema kwani mama tena si nimewaacha vizuri. Manake ilikuwa nimeshapigia mamangu simu nikamwambia ndio anaachana nayo. Mimi sitaki kukaa kwa ndoa yenye sina amani. Waona? Na hiyo haikuwa ni siku tu ya kwanza yeye kuwa na wanawake. Ilikuwa ni kama mazoea, ila alikuwa hawaleti kwa nyumba. Alikuwa anafanya huko nje ndio, but kitu chenye kilikuja kikaniboesha ama kikanisinya zaidi ni kitu kimoja. Hiyo mambo yake ya kwenda kukunywa pombe, akishatoka huko kwa pombe, badala kuja na ustaarabu kwa nyumba, akija kwa nyumba anakuja saa 8 na anataka apate ugali. Ndio ugali nimeweka kwa hotpot. Wewe unatarajia hata kama umeweka kwa hotpot tu ugali utapata ukiona mvuke. Ndio mvuke wa nini unaweza upata, ndio sijakataa. Sio mvuke wenyewe kama ambao unatoka kwa jiko ama kwa gas. Sasa yeye alikuwa anataka yani apate ule ugali ukitoa ile moto. Uwe moto yani ukishika hivi mpaka una feel kwa umeshika kitu moto. Nikasema hii hapana. Na kikuja hiyo saa 8, pia ataka kula gudi. Tena hapo ndo hatari dada. Yaitaka tena vizuri sana na hayo mapombe yake yenye amekunywa. Uzuri alikuwa ni mtu msafi, anajua cha kufanya. Akikuja namtayarishia ugali anakula na hiyo mboga yake fresh. Anaenda kuoga. Bathroom unamwekea maji anaoga na tena hataki kuoga peke yake. Ukumbuke umeshaoga, unamngojea. Umeshaoga unamngojea. But still atatoka huko ataki kuoga na wewe na ni by fire by force. Whether you like it or not. Utaenda bafuni uoge na yeye. Hiyo ndio ilikuwa yani ni raha yake. Kwa hivyo pia mimi nilikuwa namfanyia tu vile anavyotaka. Sasa tulikuwa tunaenda bafuni wakati mwingine kuoga, wakati mwingine aoge peke yake,
wakati mwingine anilete tu hicho kisirani chake na hiyo usiku, mpaka majirani nao wanasikiza tu vile tunazozana hapo kwa nini hapo nje, sio nje kwenye azini hapo kwa veranda hapa, na sisi ndio tulikuwa tunakaa upande wa huko nyuma. Kwa hivyo hata kama makelele ilikuwa inatoka ikini na huko nyuma sana. Sasa nikadhania tabia yake itaisha. Huyu mwanamke alivyoenda, tulikorofishana ikafika hiyo siku. Sasa alipotoka umekasirika, alimbeba yeye mwenyewe akaenda akampeleka kwao. Ilifika to an extent hiyo third day. Hiyo third day alitoka kazini akaja akamwambia, akampakia. Tulikuwa tayari tumeshaongea tuelewani hata kwa nyumba na huyo mwanamume. From the first day amlete kwa hiyo nyumba. Obvious. Yeah, tuelewani, yani mambo hayako sawa kabisa. Sasa akakaa mpaka hizo siku 3. Ndio ujue naweza kuvumilia. Ni siku 3 tu. Kama angekuwa mwingine hata angekuwa ameshamtimua kwa hiyo siku ya kwanza. Kabisa. Hata hiyo one day. Hata kulala hiyo siku mwingine angelala kabisa. Sasa mimi nikamvumilia kwa hizo siku 3 ili huyu atafutane mafea amregeshe tena wapi Ugiriamani huko kwao. Haya, nikadhania vile imeisha hivyo mambo pengine yatakuwa sawa. Wanaume tabia ni ile ile ya kawaida ya wanawake, ila wakati huo alikuwa anafanyia huko nje, hawaleti tena kwa nyumba, ila pombe zake ni za kawaida kila siku, yani kila akija makelele ni ya kawaida kila siku. Makelele wakati mwingine akuja ajifanye ni kama iko sawa, lakini shida itaanzia tu kwa chakula. Hapo kwa chakula. Chakula kwa moto. Chakula. Mara hii chakula sijui umeipika vipi. Mara hii chakula sijui umeipika vipi. Hiyo akikuja usiku vile kwa ataka chakula ambapo bado atoka mvuke. So ulikuwa unangoja kuja ndio weke maji ya sima. Hapana, hiyo singewezana. Mimi nilikuwa napika, kama nikupika niweke kwa hot pot, mambo basi. Kama ni mboga kuchemsha ndio atakuja nimchemshie. Hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Tukakaa huko Mombasa, tukakaa. Tukaona akaona maisha huku sasa hawezani nayo. Kasema kazini kwangu kule kuko hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo mimi naona twende bara. Na uzuri tulikuwa tumejenga nyumba that time bara. Tulikuwa na nyumba yetu. Tulikuwa tumechanga vipesa hapo, tumejenga nyumba bara. Permanent ama semi-permanent? Semi-permanent. Tumejenga huko bara. Vitu yeye ndo alitangulia kubeba vitu polepole. Mimi nikiwa bado niko huko nyumbani. Sasa akawa anabeba vitu polepole tu akiweka kwa mamake. Mama mkwe at that time alikuwa bado yuko hai. Sasa mama mkwe alivyokuja akaanza kugonjeka nini. Mama mkwe akapass, tukaenda Machanga. Sasa tulivyoenda Machanga sasa ndio tukabeba vitu vyetu vipi vyote. Tukaelekeza wapi? Nyumbani. Sasa kufika nyumbani nikadhania sasa nyumbani ajuani na watu wengi sana pengine. Kumbe mzee, huko ndio hatari, huko ndio moto wa kuotea mbali nakwambia. Huko ndio kwao. Tena yakwambia huko ndio kwetu mama. Huko ndio umefika. Niko kwetu. Mzee tabia ni ile ile. Nilidhania atabadilika, kumbe hata na alikuwa anasema nipatie tu muda nitabadilika. Kumbe mtu mwenye tabia zake ni tabia zake tu mama. Huwezi mbadilisha. Zamwandama kila mahali. Kila aendapo badilisha mwanamume. Ni yeye mwenyewe ajikubali kujibadilisha. Kabisa. Hilo nalo nililikubali. Sasa ikawa vipi? Tukaenda huko, tukakaa kwa siku za kwanza si obvious atakuwa mzuri tu kama kawaida. Kwanza tukakaa vizuri. Ikafika makumbusho ya mama pia tukafurahia mpaka ikawa tu ni vizuri. Hapo katikati kulikuwa na kitu chenye kilikuwa kina happen but concerning na wanawake tena hapo katikati. Before hii makumbusho ifike, mambo na wanawake, mara alikuja akapatana na mwanamke mwingine huko wa kuuza chang'aa. Sasa alipopatana na huyo mwanamke basi akawa sasa huko ndo maskani, na ule mwanamke akamfanyia vijidawa hivi. Akawa kila akienda tabia ni ile ile. Sasa ndo ikawa ni mambo ndo worst. Sasa huko ndo alikuwa anatoka huko. Alikuwa anatoka huko. Akishatoka huko amelewa chakari.
Toka huko ni fujo tu, tabia ni ile ile sasa, na kunipiga juu yake na unyo. Asipopata unyo anachukua mshipi wa nini wa longi, na alikuwa anahakikisha ananichapa na huo unyo. Asipopata huo unyo, nakwambia atatafuta nyumba nzima na hakuna kulala wakati huo. Na asipopata ile kukupiga kwenye atakupiga kichapo cha mbwa. Sasa kuna wakati nilikuwa namuuliza, sasa wewe mwanaume mzima wewe, unatokanga tu huko penye unatoka unakuja kuniletea vurugu kwa nyumba. Na wanawake zako, mbona usiwahi pigana hata na mwanaume wako? Ndio hizo vurugu zako ukuje unilete huko kwa nyumba. Hiyo simuuliza wakati huo akiwa amelewa. Namuuliza wakati akiwa mkavu kabisa. Wakati tumekaa sasa tuko mezani. Mpaka anafikiria, kwani ukishamuuliza hivyo atakwambia hujui shida ni nini. Yaani wewe hujui shida yako, lakini yeye anaijua na hataki kukwambia. Waona? Mwanaume mzuri ni ule wa kukwambia shida yako ni A B C D. Sasa wakati huu nikatoka huko kwa bwanangu, nikaenda kukaa na nyanyangu huko kwetu. Bwana akawa yanipigia simu, ni kwa nini nimetoka huko nyumbani. Sasa alikwambia utoke wewe. Hapo sasa mimi nilimwambia nitakuja kutoka kwa hiyo, kwa sababu hivi vituko vyako hivi. Akasema wewe toka uende hata kama ni saa hii. Yaani ni mwanaume ambaye alikuwa anaongea without kujua without thinking of what he's saying. Alikuwa anaongea tu, nikamwambia sawa, ni mimi ndo nanijibu hivyo. Na tena alikuwa anaongea kwa ile kiburi na madharau. Waona? Kunitukana nayo. Hayo matusi nikawa tu akinipatia matusi na mimi nilikuwa nampa. Unanipa nikupe, sitakuachilia hivyo. Ndio alikuwa na matusi makubwa na mimi pia nilikuwa namregeshia hivyo. Vile ameileta ndio mimi nitamregeshia nayo hivyo. Tulikuwa tunaendana sawa kwa sawa. Mimi pia ni nani? Hata mke wa mtu anataka apite naye, mpaka besti yangu mwenyewe alikujanga akaniambia, huyo besti yangu kumbuke ameolewa na ana mtoto pia yeye msichana. Alikuja akaniambia, kuna mwanamume mwingine. Hakujua huyo besti yangu kumbuke hakujua kuwa huyu ni bwanangu. Mama wewe. Akaniambia wewe, kuna kimwanamume chengine pale cha brown hivi. Kinanitongoza. Nikasema kutoka kwa boma la gani? Akaniambia kwa boma la mtu ABCD. Nikasema Brown, si ni bwanangu. Akacheka ile yake yote. Akasema ni nani yako? Nikamwambia huyo ndo mume wangu. Akasema dadangu hata ilikuwa sijui. Maanake mimi sikuwahi jua bwanako ni nani. Na hata hivyo nilivyotoka huko bara nikikuja huko. Tabia ilikuwa ni hiyo. Mpaka hata huyu mwanamke alikuwa yanipigia simu akiniambia bado mume wangu yamtongoza. Na huyo mwanaume alifanya huyu bwanake huyu msichana akakosana naye. Ndio akamtimua akaenda kwao. Sasa hii sijui amefanya vipi ndo wakarudiana tena. Maanake mama ambaye alikuwa na mtoto mdogo wa miaka kama minne hivi kama sijakosea. 4 ama 3. Kama 3, alikuwa hajaanza shule hata. Nikasema mama, kama umerudi kwa bwanako, Yesu asifiwe. Hapo hivyo ndio nilikuwa nataka, isiyokuwa ni mimi mara mume wangu ndio amefanya ABCD. Lakini hata hivyo mama mkwe pia alichangia huyu msichana aende. Kwa sababu gani? Aliona ni kama huyu bwana ni kama alikuwa anamsumbua. Sasa nilivyotoka huko mimi nikaenda kwa nyanyangu, nikakaa kwa nyanyangu. Sasa huyo mwanaume nani akawa bado anipigia tu simu. Akiniambia mama, mbona ulitoka mama? Kamwambia sasa nilikwambia nitatoka na ndio hivyo nilishatoka. Na ukumbuke nilikuwa nimebeba birth certificates za watoto wote except Mike. Mike ndio sikutaka kubeba birth certificate yake, maana ilikuwa inusu. Ugomvi wangu mimi ulikuwa na mimi na huyo mama yake. Sasa nilitaka asafe kwa yale machungu ambayo mimi niliyapitia, huyo mwanaume akiwa kwake akirudi nyumbani kuja kunipiga. Ulibeba certificate za watoto wao mama? Ndio. Kwani zilikuwa zaishi kwako? Huyo mwanaume si alibeba na kila kitu. Zilikuwa zinakaa kwangu kwa nyumba. Aliniona mimi boya.
Akaniona fala kabisa. Sasa nilichukua hizo birth certificate mpaka ya mtoto wangu Sheila. Sasa yeye anashinda akipiga simu, mara mam, nataka hizo birth certificate. Mara tena tukikosana kidogo anakuwa ile kiburi yake sasa. Ananiletea, ananiambia basi si ukae nazo. Kwani hayo makaratasi? Namwambia hayo makaratasi nenda ukaripoti police station huko useme nini. Anaweza tengeza zingine. Anaweza. Wako miaka mingapi first born mama? 15 na 14 I think na nini. Iko grade? Wako 8 sasa I think. Anaweza tengenezwa nyingine huyo. Waenda wakatengenezewa, mimi sitaki kujua. Sasa hata mpaka leo hii ilikuwa sijui jana lini. Anashinda akinipigia akinitumia messages. Anataka nikienda kwetu nyumbani niende na hizo birth certificate, hata kama ni wapi nimpigie simu akuja achukue na hapo. Na wewe utampelekea? Nimpelekee wapi? Yale machungu yenye niko nayo na huyo mwanaume. Hata ni Mungu tu ndo anajua. Ila kwa kuwasiliana mimi naye, tunawasiliana vizuri. Tunawasiliana vizuri, tena messages anazituma tu nzuri, si mbaya. Majina ni yale ya kama awali. Bado ananiita yale majina. Hajawahi badilisha, hajawahi fanya nini. But anafaa kumbuke hii birth certificate ya mtoto pia itamsumbua, itamletea shida. Kwa sababu ni mimi niko nayo. Ni mimi niko na hii birth certificate, itamletea shida. Ndio. Hii birth certificate ni mimi niko nayo na ndio itamletea shida. Ni hata sijali. Nimeshatoka kwa hiyo ndoa na sidhani kama nitakuja kurudi kesho ama leo ama kesho kutwa. Kitu kama hicho hakiko kwa akili yangu sasa hivi. Chenye nafikiria sasa hivi ni kufocus na maisha yangu. Ila huyo mtoto naweza mchukua wakati wote ule. Wakati wote ule nikimhitaji naweza mchukua. Wacha tu asomee huko vile yuko huko na babake. Wacha asomee huko, akimalizana ni sawa. So guys, I think umesikia vile mwenzangu amewaambia maisha amepitia katika ndoa. Ndoa ni ndoano my dear. Na tumefika mwisho wa story yake. Please listen and don't judge. Please subscribe, like and share, and don't forget also to comment below. It's your mama official_Angela. Please protect your heart, take care of your heart, protect yourself, and be blessed.